Nani? Elie Mpanzu Kibisawala. Ni aibu kubwa kwa Yanga Afrika. Hiyo ni aibu. Elie Mpanzu anapewa juisi yake ya miwa na kunywa, watu wanapiga magoli kama kawaida. Mimi siafikiani na Yanga wote wanaozungumza hawa Yanga uchwala wanaozungumza tuingize timu. Hawajui kwa sababu ni Yanga hip hop, hawajui. Sawa bana, Yanga inatakiwa tuingie uwanjani. Tushajua kwamba sisi mbaya wetu TFF. Mbaya wetu bodi ya ligi. Sawa bana? Kinachotakiwa hapa ni kukata rufaa. Sisi tunacheza mpira tukiwa ndani ya rufaa. Tunasema hatuna imani ya bodi ya ligi kwa sababu imefanya 1, 2, 3. Sawa bana? Rufaa iko pale, huku tunacheza mpira. Chelewa. Nilikuwa napongeza sana kama ingekuwa sisi tunacheza mpira na mama pale kwenye bodi nimemuona. Mama naye anaalikwa kwa mgeni wa heshima. Na hapo kwenye swala la mama bwana ametoa ndege kwa mnyama Simba Sports Club kuelekea katika fainali ya kombe la shirikisho kule Morocco dhidi ya RS Berkane katika fainali ya kwanza ambayo watakuja kumaliza hapa. Mama ametoa ndege. Kitu gani ambacho unaweza kuzungumza mzee Magome? Kwanza mimi mama nampa big up. Sawa? Ni mwana sports na anauelewa. Na nchi haiko katika klabu moja. Hata Yanga wenyewe walikuwa wanapewa vipi ndege. Chelewa bwana. Si kwamba Simba watu wanazungumza Simba wamepewa. Hata Yanga wenyewe walikuwa wanapewa ndege. Tena Yanga katika kombe la Afrika wameshinda michezo mingi sana kwa magoli mengi tu. Na kila goli alikuwa anatoa mama. Haina tatizo. Haina tatizo kwa mama. Hii mambo lazima nipe big up. Ni mwana michezo na naunga mkono michezo jinsi ilivyo. Sawa bwana? Leo sifa hii tunataka kuiharibu sisi kwa mama. Ukweli kabisa. Sisi tunataka kuiharibu sifa ya mama, na baadhi ya wabunge nao vile vile wanataka kuiharibu sifa ya mama, lakini mama sisi wote ni watoto wake. Sawa? Hata sisi kama tungekuepo katika ubingwa na sisi tungepata ndege. Lakini safari hii hata katika ile ligi ya mabingwa hatukupata nafasi ya kushiriki. Timu bora ambayo wenyewe wachezaji wa mataifa 7 wanaochezea timu ya taifa haikuvuka kile kikwazo. Timu ambayo inajitafuta inatembelea nyota ya jina lake. Maana Simba inatembelea nyota ya jina lake. Simba inatembelea nyota ya jina. Si kwamba ina mpira, inatembelea nyota la jina lake. Uko nyuma ishafika mara 4 kwenye robo finali. Sawa bwana? Na ishavifunga vilabu vikubwa. Kwa hiyo katika nchi ikionekana timu inacheza na Simba, ile nchi inatafuta rekodi ya Simba iko vipi. Inaanza kuandika katika vyombo vya habari vya nchi yao. Kwa hiyo ile timu inapokuja hapa inakuwa inagwaya. Kumbe Simba haina wachezaji. Ile kugwaya kwao watu wanapiga magoli. Sasa huyu ndo mnyama alomfunga Wydad. Huyu ndo kamfunga Wydad. Hivyo. Inababua, inapiga magoli. Mimi nasemaje, nawapa hongera Simba. Sawa? Kuingia finali nikiwa kama mwana michezo, mwana sports na ambaye ninaelewa. Mpevu, sio kama mimi mwana sports mpevu. Sawa? Maana kuna wana sports wengine uchwala. Andamizi unayo. Wengine uchwala. Nikamwambia Simba achukue kombe la nini achukue bwana, haiwezekani. No. Mimi nahitaji Simba achukue kombe. Nahitaji Simba wachukue ile kombe. Wapambane kwa hali na mali wachukue kombe. Hii wale wakichukua kombe itakuwa chachu kwetu sisi Yanga kujitambua kwa sababu Yanga hawajitambui unajua. Yanga hawajitambui. Klabu Kongo 1935. Nakwambia nakueleza hivyo, Yanga hawajitambui. Hii itakuwa chachu ya sisi kujitambua. Tukijitambua na sisi mwakani tukichukua ubingwa wa nchi, ambao wao wanataka kutoa zawadi kwa Simba. Ubingwa wa nchi sasa hivi Yanga wanataka kutoa zawadi kwa Simba. Sawa bwana? Mimi nazungumzia kama tutachukua ubingwa wa nchi, tumekubali kushiriki na tunamfunga Simba tutachukua ubingwa wa nchi. Mwakani sisi tunakuwa na chachu hivi, lazima na sisi tuchukue kombe la Afrika. Sawa? Lazima na sisi tuchukue ubingwa wa kombe la Afrika. Maendeleo ya Simba wanayoyapata yanaundwa na Yanga. Maendeleo ya Yanga wanayoyapata yanaundwa na Simba. Umeelewa? Hivi vilabu vinakaa kwa kutegemeana. Umeelewa? Okay. Mimi nilikuwa nategemea kwamba wapenzi wa Yanga sasa hivi jinsi wanavyozungumza mitaani kwenye media nini, nilikuwa nategemea wao labda waandamane wamwambie engineer Ellis
ulitoa ahadi utakapochaguliwa ndani ya Yanga ndani ya miaka 4 utajenga uwanja wa kimataifa. Unaona hilo kutokea kukamilika? Halipo. Tumebaki mwaka mmoja utajenga uwanja wa kimataifa. Yanga ndio tutakayogombania hapo. Hata kule bungeni anapokwenda, watakiwa aende kule bungeni na uzungumze hivyo. Mmetupa kiongozi akikiongozi utapeli. Katuongopea tutongezea uwanja hakuna na mwaka wa 4. Ndio. Kiongozi huyu mmetupa tapeli. Sawa, katuongopea sisi katika mkutano wa wanachama atatujengea uwanja. Mbona uwanja hatuuone na mwaka wake ndio unakwenda wa 4 unamalizika? Lakini sasa labda alikuwa busy. Lakini bado unakaa labda alikuwa busy, maana yake kapewa title kubwa ambayo inatuwakilisha vizuri Tanzania. Nini maana busy? Kuwa na mambo mengi. Mambo gani mengi? Mfano hapa rais wa klabu anafuatilia michakato mingine ya klabu, huku anakuja ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, anatakiwa ahudhurie vikao vile. Wewe si umechaguliwa na Yanga? Kwani hata uwanja unapojengwa na wewe unakwenda pale kwenda kwa grade na unaendesha ile grade? Si una kamati zako? Zile kamati ndio zinafanya kazi. Wewe unaweka kamati ya ujenzi, kamati yani inatengeneza uwanja. Leo KMC wanakuwa na uwanja ule pale, Yanga hawana. KMC wale pale wanakuwa na uwanja, Yanga hawana, afu unapiga kelele, hatuchezi. Nini? Gombania Yanga wapate uwanja. Ili leo yule bwana akiondoka tusiwe omba. Sasa leo akituacha yule Yanga tunarudi pale kwenye bakuli, tunaanza kuomba. Nini faida? Na kuuliza wewe nini faida, na wauliza na wabunge wewe wa nchi. Faida yake. Hao wabunge wenyewe faida yao nini ndani ya Yanga? Kwa hiyo unataka na ili wabunge wakajadili sasa bungeni ndio kama mjadala wewe. Wamwite engineer mwambie, umiahidi. Unaweza kuongea na Msukuma pale anakusikiza kwa sababu alizungumza na akapambania sana siku ile. Kwa hiyo unaweza kuzungumza naye. Yeye alizungumza ile pambania nini? Kapambania Yanga na Simba tucheze. Kapambania nini? Ndio hiyo namweleza kama kasoma au hakusoma. Yanga wameahidiwa wajengewe uwanja. Sawa? Hatuhitaji tena leo huyu engineer anaondoka au anaondoka GSM tunakwenda kumuomba Msukuma hela. Ni aibu. Hata mimi mwenyewe kama nakuomba hela kila siku nakuomba hela. Utanichoka. Kuna siku utasema bwana wewe umezidi. Sawa? Lakini dawa yake yule mtu kwa sababu wewe una kipato anakuja kukuomba hela wewe unamwambia bwana nimetoa lakini hapa ulipo sasa hivi unatakiwa ujitegemee. Sawa bwana? Wewe unataka kufanya biashara gani? Nataka kufanya biashara fulani pale. Haya. Nakupa mtaji wa biashara hii hapa au nasimamia mtaji wako ili ajitegemee. Sasa Yanga ni kubwa katika nchi. Sawa bwana? Hao wote akina nani mbunge nani? Wote wanazaliwa wanaikuta Yanga au kuna Msukuma. Kwanza kakaa kwao kwa Usukumani atajua aje Yanga. Yanga iko Dar es Salaam bwana, Yanga iko kule. Usajili wake uko wapi? Uko Usukumani? Uko Dar es Salaam, wilaya Ilala. Yanga ya watu wa Ilala. Watoto wa mjini. Sawa? Sasa umekaa tu na Usukuma wako kuuza ng'ombe unakuja kuzungumza mambo hayo bwana. Hakuna kitu kama hicho. Yeye anatakiwa kama kweli kasoma au hajasoma azungumze ile ahadi uliyoiweka wewe iko wapi ya Yanga kuwa na uwanja wao. Full stop. Hiki ndio nilichogombania mimi ndani ya Yanga. Basi nagombania wanachama wangu kutolewa ndani ya Yanga. Sawa? La kwanza hilo. Na natizama kwamba wanachama wangu kutolewa ndani ya Yanga ni nani mwenye mamlaka kunitoa mimi Yanga wakati mimi niko Yanga ndani ya miaka 40. Kama mwanachama huyo Msukuma mwenyewe mwambie aonyeshe kadi yake na kadi zangu mimi. Mimi nimemtangulia. Si yeye peke yake. Wapo mawaziri mpaka viongozi wa serikali. Mimi kadi bado mimi na kadi ya miaka mingi kuliko uwezi kunitoa kileja mimi Yanga. Wewe useme tu from nowhere unasema Magoma wewe nje basi watano wanashiriki. Sasa hivi tunazungumzia mfano Msolwa katoka Yanga, sawa bwana? Ametoka kwenye uongozi. Ana hamu tena kurudia tena uongozi wa Yanga. Inabidi aende katika tawi agombee wenyekiti wa tawi. Hadhi yake ndio iko hivyo. Waliangalia na hili. Sio wanakaa tu na mabuku wamekula hela tu wanapata hela wamesamia basi wanapiga kelele ovyo tu. Kuna vitu vya kupigia kelele, wapige katika majimbo yao. Wagombanie majimbo yao yako vipi? Sio wagombanie huku Yanga yako vipi? Huku Yanga wanaimiza. Kwa nini hatujengi uwanja? Kwa nini Yanga haijitegemei? Kuna tatizo gani mpaka Yanga ajitegemei? Kuna tatizo gani mpaka Simba ajitegemei?
Kwa nini Simba leo iwe inawaomba watu? Kwa nini Yanga leo iwe inawaomba watu? Haiwezekani. Mbona taasisi zao za serikali wanajengea viwanja? Taasisi za serikali za nchi zinajenga viwanja kutokana na Yanga. Sawa, sawa. Kwa sababu Yanga ndio iloleta uhuru wa nchi hii. Sasa wewe unaleta uhuru, mbona wewe umpelekee kiwanja? Lakini hizo manispaa unapata, haiwezekani. Tufikie mwisho wake. Kuna vitu vinakwenda lakini vio na mwanzo na mwisho wake. Tujue kabisa moja kwa moja. Unapokaa bungeni unapiga kelele, piga kelele kwa manufaa ya wananchi wako. Ukipiga makelele kwa manufaa ya Yanga Afrika, mambo ya soka, basi upige kelele kwa manufaa ya Yanga Afrika ijitegemee. Sio upige kelele kwa manufaa ya Yanga Afrika. Tunakwenda kucheza Rwanda. Hatutaki. Hatutaki kucheza Simba. Hatutaki. Huu ni upuuzi. Upuuzi. Timu imekamilisha. Timu iko kamili. Unakataje kuingia katika mchezo? Huyo nani, bodi ya ligi inaweza kavunjwa tukitoa malalamiko kwa serikalini. Sababu serikali si inajua. Na serikali silikaa kikao. Unataka kuniambia wajui kama bodi ya ligi imefanya makosa? Wewe kwa nini ulivyoambiwa urudi kule kutoka kule kasi unarudishwa hapa Tanzania? Kwa nini kwanza usiende kule ambapo mlipokaa kikao na serikali kwenda kuwauliza mmefikia vipi? Nataka maamuzi. Wewe unaandika barua tu moja kwa moja mimi sasa. Ina maana unakwenda kukata wapi? Baada ya hapo utakwenda kukata wapi ukionewa? Utakwenda kukata wapi rufaa? Hakuna. Unakwenda kasi unakwambia nilikwambia nenda kakae na vyombo. Wewe ulikaa nao vyombo, sikukaa nao mimi sitaki, sina imani na. Sio kwa maneno. Bwana mimi nasema mimi kwa leo mimi shukrani. Ndio. Hii inanitosha. Ndio. Sawa, mtakapofikia nyinyi wenyewe mkiona kwamba kuna hot cake ambayo mnaitaka kwangu mimi, bado nitakupeni madini vile vile. Sawa? Shukrani. Madini ndo kwake nyumbani kwake. Wala yana matatizo. Asante.